Hali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa Sindelei TV? Kama ndo kwanza leo tu unatufuatilia, nikwambie usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kuwa mmoja familia yetu. Karibu katika kipindi chako cha Mwanga Maisha ambao unaambatana na safari ya mafanikio. Kila siku tunakutana hapa ili kuona kuzungumzia mambo mbalimbali. Bila kusahau, jina langu ni Grace James, ninaongoza gurudumu hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na leo niko na mdada Mlinga ili kuona kuzungumza naye mawili matatu. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi napenda kukuita Mlinga, au ndo jina lako? Of course. Okay. Mlinga, nahisi unajua mmomonyoko wa maadili ni nini? Yes. Mimi naomba uniambie kidogo kwa uelewa wako. Mmomonyoko wa maadili ni kwenda kinyume na taratibu zilizowekwa katika eneo lile. Yamkini ni serikali, taifa au familia. Na pia ukizungumzia mmomonyoko wa maadili umegawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Kuna mmomonyoko wa maadili wa kazi, kuna mmomonyoko wa maadili wa familia, na kuna mmomonyoko wa maadili kijamii. Yes, bana mtazamaji wetu, huyu ni mwanadada Mlinga na amekuwa kuelezea zaidi vizuri kabisa maana mmomonyoko wa maadili. Hata wewe pia unaweza kutuambia maana mmomonyoko wa maadili kama unajua tofauti na dada yetu hapa. Pia unaweza kuonyesha komenti yako pamoja na like. Je, mmomonyoko wa maadili ni chanzo cha mimba za utotoni kwa upande wako? Lakini kwa upande wangu mmomonyoko wa maadili ndio ni chanzo cha mimba za utotoni, kwa sababu mmomonyoko ule wa maadili unapotokea, yamkini ni kwa mtoto wa kike, tunazungumzia sasa kwa mtoto wa kike anapovunja taratibu au tamaduni zilizowekwa katika lile eneo fulani, ataacha zile tamaduni za pale, ataenda katika tamaduni nyingine. Kwa pale kinakuwa ni chanzo cha mimba za utotoni, kwa sababu yeye hatotaka kutii yale maadili aliyokuwa amepewa, atavunja yale maadili, na pia itakuwa ni chanzo cha mimba za utotoni. Kuvunja miiko ya tamaduni yako inaweza kusababisha kupata mimba za utotoni kama ulivyoeleza hapo? Ndiyo, kuvunja miiko inaleta mimba za utotoni. Unajua, unapozungumzia miiko watu wanajuaga nini? Zile ni mambo ya kimila kizamani zamani. Yaani miiko ni kama taratibu zilizowekwa katika lile eneo fulani. Ndio hivyo. Asante sana Mlinga, lakini pia naomba uniambie, je, wewe kama msomi na unasoma chuo cha uandishi wa habari DSD kama sikosei. Okay. Wewe kama msomi, je, unawashauri nini wale ambao wanavunja miiko na watoto ambao wana maadili, wana mmomonyoko wa maadili? Ninachomaanisha, wewe unawashauri nini? Mimi kwa upande wangu nawashauri wafuate taratibu na kanuni zilizowekwa kama ni kwenye familia au jamii, na pia wakiona kama taratibu zile ni mbaya, bila shaka inaruhusiwa kuzivunja, kwa sababu ni mbaya, hawastahili kuzifuata. Ila kama zinastahili, zinaona wao zinawafaa, wazifate, watakuwa salama. Asante sana dada na karibu tena. Msikilizaji wetu, kama ulivyotoka kumsikiliza dada hapa, ameeleza kabisa vizuri. Je, mmomonyoko wa maadili ni chanzo cha mimba za utotoni? Kwa upande wake ameeleza, lakini pia unaweza kutuelezea kwa kudondosha komenti yako hapo kutuambia kama je, mmomonyoko wa maadili ni chanzo cha mimba za utotoni. Lakini pia namshukuru sana dada Mlinga kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nawe usahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kuwa mmoja familia yetu. Na kuaga bye bye, na usiache kutazama Sindelei TV.